Basi sasa sisi ni wa Afrika, alafu sisi ni wafalme, lakini sisi sio wa Afrika kwa sababu tumezaliwa Afrika. Sisi ni wa Afrika kwa sababu Afrika imezaliwa ndani yetu. Kauli hii alizungumza ama alipata kuizungumza Osagyefo Kwame Nkrumah Addis Ababa, Ethiopia mwaka 1963 tarehe 5 mwezi wa 5 katika mkutano wa kwanza wa mataifa huru ya Umoja wa Afrika. Nazungumzia mataifa huru ya Umoja wa Afrika, sababu siku hizi utasikia watu tupo huru, tupo huru. Uko huru? Upo huru wapi? Uhuru upi unaozungumzia wewe wakati teknolojia sio ya kwako, wakati viwanda sio vya kwako, wakati madini sio ya kwako, wakati misitu sio ya kwako, wakati bahari sio ya kwako, wakati anga hili sio la kwako, wakati kila kitu sio cha kwako? Wewe uhuru upi unaozungumzia wakati kila kitu katika nchi yako umekabidhi wageni? Huo ndo mwanzo wa aibu na huo ndo mwanzo wa ubaya. Kwa hiyo sisi ni wa Afrika. Sio kwa sababu tumezaliwa Afrika. Sisi ni wa Afrika kwa sababu Afrika imezaliwa ndani yetu, na hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Na mtu yoyote ambaye Afrika imezaliwa ndani yake ni mzalendo kupitiliza, ni mzalendo mno, anayependa nchi yake, anapenda watu wake, anapenda kila kitu chake, anasaidia watu wake. Yaani ni mtu ambaye kweli Uafrika huko ndani yake. Sasa hivi tuna viongozi, tuna mataifa ambao ni machoko. Tuna viongozi ambao ni machoko. Naposema machoko na maanisha kwamba tuna viongozi ambao kwa asilimia kubwa wanakumbatia mabwana zao na kuacha kukumbatia wananchi wao. Na huo ndio mwanzo wa ubaya barani Afrika. Ndio mwanzo wa mapinduzi, ndio mwanzo wa mageuzi, ndio mwanzo wa maandamano, ndio mwanzo wa migomo, ndio mwanzo wa matabaka, ndio mwanzo wa kutengana, ndio mwanzo wa kupaguana, ndio mwanzo wa mambo yote, kwa sababu pale ambapo viongozi wanaposhindwa kukumbatia maslahi ya wananchi wao ndio mwanzo wa ubaya. Tunaanza kuuana sisi kwa sisi, tunaanza kumalizana sisi kwa sisi kwa sababu za kijinga, kwa sababu za kipuuzi, kwa sababu tumeacha kuishi katika utu wetu, katika ukweli. Tumeachana na ya kwetu, tunaenda kukumbatia watu wengine. Sasa kiongozi wa namna hiyo anakuwa yeye sio Mwafrika, anakuwa ni Mwafrika aliyezaliwa Afrika, lakini yeye ndani yake sio Mwafrika. Na ndio maana unakuta wako viongozi ambao wamezaliwa Afrika kwa asilimia kubwa ni vibaraka, kwa asilimia kubwa ni vibaka, kwa asilimia kubwa hadi waeleweki wapo. Angalia kama Kongo. Angalia Kongo hapo, angalia Kongo inavyoenda. Wanasaini mikataba kule Marekani, wanasaini mikataba Katari, wanasaini mikataba si wapi. Wanaacha kwenda kuongea na wazalendo, kuongea na raia ambao wanapigania Kongo Mashariki kwa miaka zaidi ya 30 sasa bila kuchoka. Hawana chakula, hawana pesa, ambao wanailinda Kongo Mashariki ile. Mwisho wa siku wanasahaulika, hawashirikishwi, wametengwa. Sasa hivi Kongo bado vita vinaendelea. Vita vinaendelea Kongo, mbali na mikataba na mbwembwe za mikataba, si mikataba ya amani, si amani ya nyoko, mikataba ya kipumbavu. Kongo, angalia Kongo kinachoendelea. Mambo ya ovyo. Wale sasa viongozi wana Felix, wale ni wa Afrika waliozaliwa Afrika. Lakini wakina Felix wale manake Afrika haijazaliwa ndani yao. Afrika haipo ndani ya mioyo yao. Wale ni wahuni, wale ni matapeli tu. Hawajali vifo vya watu, hawajali mauaji ya watu, hawajali mahangaiko ya watu. Hivyo wapo wengi viongozi wa namna hiyo. Mpoki Buya Kamina Mwandagasya. Tupo sisi kama tupo, lakini tulikuwepo kotokaka. Tunasema ni amani basi kama mbinguni. Na amani hiyo iko mbinguni peke yake. Maeneo mengine amani hiyo hakuna. Mambo ni mukide, mambo ni ya moto, na dawa ya moto siku zote basi inapaswa kuwa moto. Mkiona mmeshindwa kukubaliana katika ya kwenu, mkaona njia pekee ya nyinyi kutumia kutatua changamoto zenu na kutumia mtutu wa bunduki, basi hapo ndio ubaya unapoanza. Maana ni kwamba acheni muendelee kumalizana. Maana ni kwamba akili zenu zimekwama, mmeshindwa kufikiria, mmeshindwa kujitambua, mmeshindwa kuishi katika utu, mmeshindwa kabisa, mmekuwa ni watu wa hovyo.
Afrika hatupaswi kuuana sisi kwa sisi. Ni aibu. Ni aibu kubwa. Afrika tungekuwa tuko mbali mno. Ila tulipoanza kumbata mambo watu wengine, tuko mbali mno. Angalia Kongo kinachoendelea, angalia Sudani kinachoendelea, angalia Somalia kinachoendelea, angalia Afrika ya Kati kinachoendelea, angalia Afrika Magharibi kinachoendelea, angalia Libya leo kinachoendelea. Angalia Egypt. Wale sio Afrika, isipokuwa wale wa Egypt wa sasa hivi sio wa Afrika wale kwa asili. Wa Egyptians wale wa asili sio wale walikuja pale Misri. Wale watu ambao pale Misri ya leo, kutoka Saudi Arabia, kutoka Jordan, kutoka Palestina, kutoka Afghanistan, kutoka wapi, wamejiita wa Misri. Ila wameuvaa wa Afrika kana kwamba wao ni wa Afrika, na mwisho wa siku wanaijenga Misri kwa speed ambayo sio kawaida, na Misri kwa Afrika. Wanavyoijenga Misri utafikiri wao ndio wa Afrika. Ila wale ni wa Afrika waliozaliwa Afrika, lakini kwa asili sio Afrika. Ila wasaje hivyo kwa mkuma sema mtu wote ambaye yuko Afrika ni Mwafrika. Sasa turudi upande wa Afrika Magharibi. Kumbuka Afrika Magharibi yalikuwepo mataifa 14 ambayo mpaka tunavyozungumza yako chini ya Ufaransa. Mataifa 14 mpaka tunavyozungumza yako chini ya Ufaransa. Wamejitambua achaza kina Ibrahim Traore, wakina Assimi Goita, wakina Abdoulaye Tichani, wameunda the Sahel block. Wameunda Sahel kwamba kwenye wao wameamua kuwa wa Afrika. Ibrahim Traore ameamua kuwa Mwafrika. Na ni Mwafrika aliyezaliwa Afrika, na ni Mwafrika ambaye Uafrika umezaliwa ndani yake, na ni Mwafrika ambaye amejifunza mengi kutoka kwa Vladimir Putin, jasusi wa zamani wa KGB huko Ulaya Magharibi. Amewaambia NATO na kuwatangazia NATO, kama mnataka vita, Urusi iko tayari. Watu wamejipanga, wako vizuri, chakula kiu. Unajua shida ni kwamba viongozi wengi wa Afrika wao kazi ni kumpwela, story za ajabu, mara kulinda si vitu gani, kujali familia zao, matumbo yao, wameacha mambo ya wananchi. Ukitaka uongoze nchi vizuri, rudi kwa wananchi wa chini, wasaidie wananchi wa chini, wasaidie, wapiganie wale, boresha huduma za hospitalini, boresha kila kitu, boresha mishahara, wakaza kwenye kilimo, wakaza kwenye teknolojia, boresha uhubiri kuhusu umoja na utu, watakupenda. Rudi. Unataka kuwa kiongozi mzuri unayekubalika na wananchi wako, lazima urudi kwa wananchi wa chini kabisa. Yule ndio mwananchi aliyekuchagua. Mnakuwa viongozi mnashinda kwenye viyoyozi tu kama Mobutu Sese Seko Kumbengo wa Zabanga. Mwanzoni kaingia vizuri miaka 64, kasema Kongo isingefika pale ilipo leo kwa sababu wanasiasa wamefikisha Kongo pabaya. Alizungumza Mobutu akasema Kongo ya leo isingefika hapa ilipo leo kwa sababu ni wanasiasa wa Kongo wamefikisha Kongo pabaya. 968 anazungumza Mobutu Sese Seko Kumbengo wa Zabanga. Yeye mmoja amekuja kukaa miaka 30, amefikisha Kongo sio pabaya, amepeleka Kongo kuzimu. Wa Afrika tujali vitu vidogo. Na Joseph Conrad mwandishi wa muda mrefu wa vitabu wa Uingereza alisema kwamba Kongo ni miaka 10 tu. Kongo ukisimama vizuri, uongozi safi, umoja wao, utu wao, rasilimali zao, wakawa watu ambao wajitambua, ni miaka 10 tu Kongo inakuwa iko mbali sana. Sasa sababu Kongo inaongozwa na vibaka na wahuni, matapeli wa kisiasa, ndio maana Kongo ipo hapo ilipo leo hii. Kongo ipo hapo ilipo leo kwa sababu Kongo inaongozwa na vibaka na wahuni, matapeli wa kisiasa. Sasa Ibrahim Traore, umesikia mapinduzi ya kule Beni kule ambayo yamefeli. Yule jamaa angeingia madarakani, yule kijana yule angeingia madarakani, yule jamaa yule mtoto mdogo tu alijaribu kumuondoa kibaraka mmoja hapo Beni hapo. Nchi inaongozwa na Ufaransa ise. Si kama nchi la Cameroon hapa. Afrika michezo ya ajabu mingi, michezo ya kuigiza mingi. Ndio maana mmepona laana ya mauaji mnaona nyinyi kwa nyinyi kwa sababu hamjitambui bado. Hamjui mnachokifanya kama viongozi.
Inabidi vijana watumie nguvu kubwa kupindua mataifa yenu, kwa sababu unaona kabisa wanasiasa wengi ni matapeli, wanalindana wao kwa wao. Mnaacha kulinda wananchi wenu, mnaacha kuwapigania wananchi wenu, mnaacha kulinda rasilimali zenu, mnalindana nyinyi kwa nyinyi. Mnalinda matumbo yenu. Angalia Beni kilichotokea hapo Beni. Mapinduzi yamefeli, lakini mchezo kama Ufaransa anashambulia Beni. Anashambulia nini? Anamshambulia nani Mfaransa? Yeye ni nani Mfaransa katika bara la Afrika? Mfaransa ni nani bara la Afrika? Haya, angalia upande wa pili huko nani huyu? Nigeria naye anaishambulia Beni. Wanamlinda nani? Hawalindi mapinduzi. Wanalinda uongozi uliopo. Wanalinda maslahi yao. Wajinga. Yako mataifa mpaka kesho, mpaka leo hii yako chini ya utawala wa Mfaransa. Hawajui hili wala lile, nyuma wala mbele, miguu wala kichwa, wapo hapo tu kama wapo. Wajinga, nchi naibiwa na inaliwa na uhuni. Sasa mapinduzi yamefeli. Ibrahim Traore. Sasa kuna ndege imetoka Nigeria. Ndege ya Nigeria ilikuwa inaelekea Beni. Sikiza vituko vya Waafrika. Wana vituko. Nigeria anaenda kufanya nini Beni? Mfaransa anaenda kufanya nini Beni? Mapinduzi ya Beni yanamhusu Nigeria. Mapinduzi ya Beni yanamhusu Mfaransa. Hao watupu. Sasa jiulize, ndege inatoka Nigeria inaenda Beni, mwisho wa siku ikanyaga vibaya, ikaingia pabaya, ikapita kwenye anga la ile Saheli, ule umoja wao, ule utatu mtakatifu. Unaofahamu utatu mtakatifu wewe? Utatu mtakatifu, viongozi ambao wamejidhatiti, kufa kupona, kufa kufaana, kuzikwa hakuna, lakini lazima tufike mahali Afrika isimame kama Waafrika. Utatu mtakatifu. Nazungumzia Ibrahim Traore, namzungumzia Abdulhamid Tchani, namzungumzia Assimi Goita Mali. Lile anga wamesema hili anga sio anga la biashara, amezungumza Ibrahim Traore. Hili anga la Saheli, la umoja wa Kisaheli, sio anga la biashara hili. Hili ni anga linatakiwa liheshimiwe, sio anga la kupita wauni. Ameteka ndege ya Nigeria, amelazimisha imetua nayo Burkina Faso. Paka hivi ninavyozungumza ndege ya Nigeria imetekwa. Mlikuwa mnaenda wapi? Wauni watupu. Vibaraka nyinyi. Tunubo. Rais wa Nigeria, rais mzee Afrika. Kwanza sio wako rais wazee Afrika. Vibabu viko vingi Afrika ambao vinangangania madaraka, ni vibabu. Wapeni nchi vijana. Waaminini vijana waongoze nchi. Mpaka sasa hivi tunaongozwa na vibabu. Yupo kibabu mmoja hapa Uganda, yupo kibabu mwingine huko Nigeria, yupo kibabu mwingine Afrika kati. Vibabu vimejaa Afrika nzima. Wapeni nchi vijana waongoze mataifa kwa uchungu na wivu mkubwa. Sasa Ibrahim Traore amezuia ndege ya Nigeria hapo. Tarudi